Mungu wa kuitwa na kuitika, tumemwacha mtumishi wako ndani ya vitendo vya mikono yako Jehova Sabaoth. Acha umtumie, acha upake mafuta, na sisi pia wasikiaji utufanye kuwa jasiri ili tuendelee kusikia maneno yako. Asante Jehova, maana utatamalaki kwenye mkutano mzima. Asante Jehova, maana utatembea jasiri wa Roho Mtakatifu. Acha utumie utumishi wako kuwa chombo chako ili endelee kutoa maneno yako, maneno ya kutuhimiza katika safari hii ngumu, safari ya kwenda mbinguni Baba. Bila neno lako hatutaona bendera yako ya ushindi ikipepea maji. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen. Kwanza hivi kama tuko pamoja. Naona leo furaha iko ya mingi. Nasikia furaha iko? Ndio. Kama furaha iko tushangilie na tukiligeni. Kwa leo ninakuwa na moyo wa furaha sana. Ina furaha ya mingi sana. Labda kukushinda hata wewe mwenye uko pale. Yaani furaha yenye niko nayo leo haiko ile sauti. Amen. Furaha ambayo niko nayo leo haiko ya hiyo sauti. Labda sauti ambayo naongea ni ya chini sana. Lakini furaha yenye niko nayo leo sijui niseme hapo. Nimekuwa na moyo wa furaha sana kuwa hapa tena leo. Tulikuwa na waimbaji wachache. Na tukasema kwamba wengi walikuwa wagonjwa, wengine walikuwa wamesafiri, na hili kundi mnaloliona hapa dare pongesogea hapo. Kwa hiyo kama hili kundi liko hapa, tunaitwa Orchestra Family Band of Christ. Ni vijana ambao tunahusika na kumtangaza Yesu kila eneo. Kazi tulionayo ni ya kuhubiri habari njema kila sehemu. Yaani ukipita popote tunakuja. Ukituita popote tunakuja. Hata kwa mkutano mkubwa kama nilivyosikia wiki fulani hivi kwamba kuna mkutano wa kina mama utakapo mwezi wa 10. Ukitupelekea tu invitation kwamba family band tunaialika kwenye ule mkutano, tunajiandaa tunakuja. Kwa sababu tuko kwenye kazi ya kuhubiri habari njema. Na lengo letu kubwa ndani ya grupu hili
ni kuwarejesha vijana wote waliopotea kumrudia na Kristo. Kwa hiyo hivyo hapa unawaona kila mtu ana kanisa lake. Kwa sababu tangu nimefika Misisi watu wameanza kusema kwamba ni yule bwana anakuja navyo ako nakoka watu yetu aenda apungule nabo kanisa yake. Lakini haiko ile ndio vision yetu. Vision yetu ni kumhubiri Kristo, tunakutana, tunafanya huduma, tukimaliza huduma kila mtu anarudi kwa kanisa lake. Yaani ni kundi ambalo linaundwa na watu wa makanisa mbalimbali. Hata ukijisikia ujiunge na sisi unakaribia, lakini hatuna kuhamisha kwenye kanisa lako. Tunaenda kufanya huduma, tukimaliza kufanya huduma unarudi tena kanisani kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hawa ndio waimbaji ambao tuko nao. Hii timu mnaona hapa ndio timu tuko nayo. Kwa hiyo tunahitaji support yako. Tena support yako kweli ni ya muhimu sana. Kwa hiyo mnaweza kurudi. Na pia nimetamani niwakaribishe ndugu ambao tuko nao katika huduma hii hapa Lulimba. Papa Samsonge simama na Papa Ram simama. Hawa wababa nawapenda sana. Kwa saa hii kama tuko hapa nijui hapa baba kama family band saa hii iko Mululimba benye wanatuma tuko hapa ni hawa papa Bauli. Ndio watu ambao wanatushika mkono na wakafanya tukue hapa leo. Kwa hiyo ni watu wazima, kila mmoja atajitambulisha. Sifa kwa Bwana. Amina. Ndio, kwa majina naitika Samson Katangula Legend. Mimi ni secrétaire stationnaire wa SGC 34 cadastre station Lulimba. Bon, kwa cérémonie ya family band niko mmoja wapo kati ya comité organisateur ya lancement officiel ya pale na 14 ku Hotel Plaza. Jina la Bwana libarikiwe. Tuombe bariki kwetu. Amen. Kwa majina ni Ramadhani Choba Oscar. Mimi ndo mkurugenzi wa vijana hapa Lulimba. Kwa kuwa tuna haja ya kuendelesha huduma ya Mungu, nilikubali kujiunga na hawa ndugu. Amen. Na nina imani magharibi utasikia vingi. Leo sana hapa jungu kuna sungura, lakini kule kutakuwaje sawa. Ningeliandika kanisa lote kwanza jisikie twende tuhudhuria hawa watu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tuko nao pamoja. Haiko ni isilimu. Tutoe kwanza hata kipe. Yule ya imani na hili isilimu. Wende kwa tuone ndio tujije. Jina la Bwana libarikiwe. Ni asante sana ndugu na kurudi. Ni hilo ambalo nilitaka nitoe changamoto kidogo ambazo ziko ndani ya watu, kwa sababu watu walikuwa na mtazamo tofauti. Wa kwanza labda tunataka kuhamisha watu kwenye makanisa yao, lakini hatuna lengo la kumhamisha mtu, ila lengo tulilonalo ni kujiunga kwa pamoja kumtangaza Kristo. Na Mungu awabariki.